والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. عباد الله halummu ila almaghfira. Ndugu zangu katika imani, na kuiteni kwa mara ya pili, tufanye haraka, tufanye chap kuelekea maghfira ya Allah tabaraka wa taala. Na Allah ametoa nida, anatoa wito juu ya hilo: wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lilmuttaqin. Allah anatuita kwa sauti ya kutubembeleza, wasari'u, tufanye haraka chap. Usiseme mimi istighfari nitafanya kesho, nitafanya baadaye, kwa sababu hujui, inawezekana hii ndio your last chance. Hii nafasi ulionayo ndio nafasi yako ya mwisho. Kwa hiyo unapokuwa na nafasi ya mwisho, unatakiwa uitumie kana kwamba hakuna tena nafasi nyingine baada ya hiyo. Na katika miongoni mwa mambo ambayo hayatakiwi kucheleweshwa ni kuleta istighfari baada dhunubi wal maasi, kuleta istighfari baada ya kufanya madhambi. Na wanachuoni wamefungamanisha istighfari inayofanyika baada ya kutenda dhambi lazima iwe na masharti, na masharti hayo lazima yatimie, na yasipotimia istighfari hiyo baada al-maasi wal athami ghairu makbula. Usipoleta sharti hizo, istighfari hiyo haipokelewi. Sharti ya kwanza al-ikhlas, kwa sababu istighfari ni ibada, na kila ibada ni mafungamanisho na ikhlas. Na Allah subhanahu wa ta'ala, ibada yoyote aweze kuipokea inahitaji ikhlas. Na ikhlas kila mmoja anajua, ibtighaa mardhatillah, ni kufanya jambo hali ya kutaraji malipo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala peke yake. Sharti ya pili, ili iweze kukubaliwa, hudhurul qalbi wal khushu', moyo wako uwepo katika hilo jambo la istighfar, uwe na istishar, uwe na hisia, uone kwamba mimi nimefanya jambo ambalo si la kawaida. Na hii istighfari inayoileta hapa, unataka upay very attention, yani uwe makini kupita maelezo. Sio mara unafanya istighfari huku unakula miogo, unafanya istighfari unakula matikiti, unashika tasbih yako ndefu huku na kule kama cheni ya baskeli, halafu haududankea unazungumza maneno yasiyoeleweka. Sidhani kama Allah anataka hudhurul qalbi wal khushu'. Maana yake moyo wako uwepo katika tukio, tena kwa asilimia zote. Sharti ya tatu, muwafaqati sunna, istighfari yako iwe inaenda sambamba na taratibu za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni kila ibada, ili ibada yako iwe sawa, muwafaqatu sunna, iwe inaendana sambamba. Na ndiyo Bwana Mtume alayhi salatu wassalamu, yeye ndiyo aliyetuletea dini hii. Imepita kwenye mikono yake, imepita kwenye kinywa chake. Kwa hiyo anachokisema, alichokitenda, na ndivyo tunavyotakiwa sisi tufanye. Na uwezi kuipata hiyo muwafaqati sunna kama hujakaa darasani ukapata taratibu kutoka kwa walimu. Jambo linalofuata au sharti inayofuata, al-adab ma'a Allah, kuwa na heshima na Allah tabaraka wa taala wakati unapofanya istighfar. Kujiangalia kwanza, eneo ulipokaa, mavazi kadhalika ulioyavaa. Ikiwa leo hii mtu anaenda kuonana na mbunge au rais au mwenyekiti au kiongozi yoyote yule mwenye maslahi upande wake, anakuwa na adab, fama balullah, iwaje Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa lazima uwe na adab wakati wa istighfar. Jambo lingine, istighfari yako iweze kukubalika, al-iqla'u 'ani dhambi, ukubali kujivua na kujitoa katika hiyo dhambi, kwamba unaweka maazimio ya dhati kwamba sasa
imetokea nimeteleza, lakini naondoka leo, na kuondoka kwangu ni jumla. Lakini kingine, annadamu ala ma fat, lazima ujutie kwa kile kilichotokea. Ndugu zangu katika imani, istighfari baada al-maasiya, ukiileta kwa masharti hayo, basi istighfari yako itakuwa makbulan, Allah ataipokea. Lakini kuna istighfar baada salihat, kuna istighfari zingine zinakuja baada ya mema. Naam, tunaleta istighfari baada salawati al-khams. Hii wala haihitaji kuna baadhi ya masharti haya, kwa sababu si madhambi, bali istighfari ile kazi inayokuja kufanya yenyewe inaziba yale yaliyotokea min khilali wa nawaqisi fil ibadat, inakuwa kama ni kafara, inakuja kufuta mapungufu ima ulioyaongeza au kuna mambo ulioyaacha katika hiyo ibada. Kwa unapoleta istighfari inaenda kuziba mapunye yaliyotokea katika ibada yako. Na ibada nyingi zina mapunye, ibada nyingi zina mapunye, na mapunye yanatokea kwenye ibada kwa sababu ya kutokusoma. Na wengine kama ilivyozungumzwa baadhi ya hutuba zilizopita, al-i'rad anid din. Mapunye mengine yanapatikana watu dini wameipiga kisogo au wameipiga kisigino, wanafanya ya kwao, wanayatanguliza ya kwao, wanakuwa makini. Leo hii hata mtu akitaka kufungua genge anaenda kuhudhuria semina. Hamjasikia? Kuna semina za wajasiriamali, unamwangalia mtu anatengeneza sabuni ya maji, lakini anaenda kuhudhuria semina. Faida ya sabuni ya maji ni 5,000, lakini semina analipa 600,000. Lakini pamoja na hivyo, watu walaumu ni kujali kile wanachoenda kukifanya. Lakini mtu anaingia katika swala bila semina, anaingia kwenye ndoa bila semina, anaingia kwenye funga bila ya semina. Lazima upate semina za kitaaluma juu ya ibada ili uepukane na mapunye. Ibadallah, kadhalika tupate kutambua istighfar ni katika ibada ambayo haitakiwi kukauka katika vinywa vyetu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, inni la astaghfirullah fil yawmi akthar min 70 marra. Mimi hakika ya mimi namtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya siku moja akthar min 70 marra, zaidi ya mara 70. Huyo Mtume alayhi salatu alishasamehewa. Fil yawmi anafanya istighfar akthar, sio 70, sio mara 70, ni akthar, zaidi ya. Kwa hiyo ikiwa laki, ikiwa 10,000 ni akthar. Na Waarabu waliipenda sana kuitumia akthar 70, manake fauqa al-100 na kuendelea. Ndugu zangu katika imani, sisi ni wahitaji zaidi ya istighfari kuliko tunavyohitaji dawa wakati tunapoumwa. Tunahitaji zaidi istighfar kuliko tunavyohitaji chakula wakati tunapokuwa na njaa. Maneno haya anayasema Sheikh Al-Fudail ibn Iyad katika kauli yake, anasema lam ajidu ghidhaan wala dawaan khairan min al-istighfar. Sikupata kuwahi kuona au kupata ghidhaan, chakula, wala dawaan, wala tiba, khairan, iliyo bora, minal istighfari, kuliko istighfar. Subhanallah, kuna mtu anachukulia neno la kawaida. Maal asafu, mwingine anaweza akapitiza mwezi mzima hakuitamka istighfar. Naam, kuna watu hawaswali na kuna mambo mengine yanafanyika. Ndugu zangu katika imani, salafu salih wanaieleza istighfar wakasema, man adama alhamdan tataba'at alayhi alkhairat wa man adama alistighfara futihat lahu alabwab almuqfala. Wakasema mwenye kudumu na kalimat alhamd, tahmid, alhamdulillah, huyu faida yake atafunguliwa milango ya khairati. Milango ya khairati kwake itafunguka. Na mwenye kudumu na neno la istighfar, astaghfirullah,
likawa halikauki mdomoni mwake, futilat lahu abwabul muqfila, atafunguliwa milango yote iliyofungwa. Si tuna mambo mengi yamefungwa, tumefungwa katika kila pahala. Mtu anahangaika kwa waganga, mtu anahangaika kwa matapeli na vitu mbalimbali, anasahau kwamba ana hazina ambayo haikauki. Na haya ni maneno ambayo yanatoka katika vinywa vilivyosalimika. Ibadallah, tukimalizia kabisa maneno ya istighfar, anasema lau alima ahlul hajati ma fil istighfari la dhajja sukunu llaili bil ashari. Anasema lau kama watu wangetambua faida zilizopo katika istighfar, basi hakika usiku mzima watu wangekuwa wanakesha kwa kufanya istighfar. Hakuna ambaye angekuwa analala, anakesha kwa kujua thamani ya istighfar. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna watu anawaeleza siku ya kiyama watakuja wakiwa wanapongezwa, na maneno ya kupongeza wataambiwa tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Pongezi kwa yule ambaye atakayekuta sahifa yake, nyaraka zake, daftari lake limejaa na istighfari nyingi. Istighfari nyingi zimejaa, huyu tuba. Na ukiambiwa tuba, maana yake umefanikiwa. Wewe ni katika watu waliofanikiwa nyaraka zako zikikutwa zimejawa na istighfar. Lakini Mtume sallallahu huyo anatueleza kwamba man lazima alistighfara ja'ala Allahu lahu min kulli hammi farajan, mwenye kudumu na istighfar basi Allah atamjalia katika kila ham ni stress, msongo wa mawazo, na ni maradhi ambayo yapo katika jamii zetu. Kuna watu wanaumwa maradhi ya msongo wa mawazo mpaka wanapata presha, kisukari, kupooza na mambo mengine madaktari wanayajua zaidi, lakini ni moja katika matatizo magumu kutibika, lakini kumbe tiba yake ni istighfar. Na Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha hayo kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye la yantiqu anil hawa, hazungumzi kwa matamanio tu, bali ni taarifa maalumu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Wa min kulli dhiqin makhraja, na kila shida atakayoipata ama changamoto, basi Allah atakuwa anampa njia ya kutoka katika changamoto hiyo. Warazakahu min haythu la yahtasib, na Allah atampa riziki kwa njia ambazo hazitegemei.